Uli. Mwana mwancho muri gwegetaseni kya Ndizi TV chinika kichingia kirongo kwariganya asumurobiro bwo Okomenya Okuya we no murobiro kugokira kira litko rya Jumatano gucha kenseye monenusu we kachinse bire cya mugoroba ekarabona tokumira n'abanyagatari ko rwa chinsemo iro twaba tugokwanera igoro y'amarore y'kingenjo nabayigo emechanire gutoka se umubere umwanyabantu naritko rera se studio wega nimbwato mugeni oyo otorachi gokwanera igoro y'umuchando bwo koibora gose asumurubege songo manyekanite una infertility ono mogeni aserieta akrokwa Lydia Mtoni kurwase ekliniki ya Suluhishe kene kliniki ye otoka se chinsemo na ekliniki kasumu cyobosongo ningoge gutoka ase amagacho akapito ngono mwancho muri ringo kwarigani eri wabe kugusanga nentwe tomanye nara yaya akwirira umuchando yo koba na inde gusenga yo muchando yo gutoka n'abasaba sabati mono gose na saba sacha nyoro nabakugandira gutogwate asense media ya Facebook wetera asense media ya YouTube wetera asense media ya YouTube nabagotonyora wetera Ndizi TV News nabayigaso mutandao Twitter ni gorata watie wetera @Ndizi TV News eryo togendrego kumanya mankere triana Evelyn Osero ekarongo kwarigani eryo togendrego sanga mange. Karibu sana daktari. Asante sana. Leo nataka tuzungumzie shida ya utasa. Hii shida imekuwa kwa watu wengi sana. Nataka leo uweze kutueleza kwa kina utasa ni nini hasa? Haya, utasa au ugumba tunasema ni utasa kama haiwezi tibiwa. Lakini kama inaweza tibiwa ndio tunasema ni ugumba. Na sasa utasa ama ugumba ni hali ya kutopata mtoto baada ya kujamiana kwa mwanamke na mwanamume. Na tunaposema wanajamiana mara kwa mara bila kutumia kinga yoyote. Hapo ndio tunaweza sema mtu ako na shida ya utasa ama ugumba. Na hii shida ya utasa inakuja kama umekaa kwa mwaka mmoja na hamjaweza kufanikiwa kupata mtoto. Na hakuna kinga yote mmekuwa mkitumia wakati wa kujamiana. Sasa hapo ndio tunasema mtu ako na shida ya utasa. Ndio. Na hii shida ukua kwa wanawake ama kwa wanaume? Yeah, inapatikana kwa wote wawili. Inapatikana kwa wanaume na inapatikana kwa wanawake. Lakini kwa kijamii ya Afrika unapata watu wasipofanikiwa kupata mtoto, lawama yote inaenda kwa nani? Kwa mwanamke. Lakini unapata wanaume pia wako na shida ya utasa ama ugumba. Mtu anaweza kosa kuwa anatungisha mwanamke wake mimba. Ndio. Kwa ufupi unaweza kutuelezea kama kunazo aina za utasa? Ndio. Kuna aina mbili za utasa. Aina ya kwanza ni yenye tunaita primary infertility kwa kimombo ama utasa wa kimsingi. Na hiyo ni wakati wenye unapata watu wameoana wako kwa ndoa lakini wamejaribu kutafuta mtoto hawapati. Na kuna aina ya pili ya utasa yenye tunasema ni secondary infertility ambayo ni utasa ya kiupili. Hii unapata ya kwamba watu walikuwa washapata mtoto wa kwanza lakini wakati wenye wanatafuta mtoto wa pili wameshindwa kupata mtoto. So kuna aina mbili za infertility. Hiyo primary infertility yenye ndio mmeingia kwenye ndoa, mmekaa zaidi ya mwaka ama miaka 5, hamjaipata mtoto. Sasa ndio mwajaribu kutafuta mtoto but hampati. Hiyo ingine ni hiyo yenye mmekaa kwa ndoa, mmefanikiwa labda kupata mtoto wa kwanza ama wa pili, mwatafuta wa tatu, hamwezi pata mtoto. Yeah. Ni nini hasa uleta hii shida ya utasa katika wanawake na wanaume? Kuna vitu kadhaa zenye zinaleta shida ya utasa. Kwa wanaume kuna hii shida tunaita oligospermia. Naona umeshindwa hiyo nayo ni kusema nini? Yaani unapata ya kwamba mwanaume hana zile mbegu za kutosha za kiume ama zile zenye tunaita kwa kimombo sperms. Unapata zile sperms zimepunguka. Sasa unapata hiyo ndio tunaita kwa Kiingereza oligospermia. Lakini pia kuna wanaume wengine pia unapata mtu
hana mbegu kabisa. Kwa kimombo tunaita shida ya azoospermia. Unapata kwa ile mani yenye mtu anatoa ama ile semen hakuna sperm count kabisa. Lakini hii oligospermia unapata ndio anatoa semen, lakini ile semen iko na mbegu chache kiasi. Ndio. Na nini hasa wakati unasema unapata mwanaume ana hizo mbegu, unapata ni mtu anazaliwa nazo ama kuna wakati anafika kuna vitu ambavyo vinachangia yeye asikuwe na hizo mbegu? Kuna vitu zinachangia kama magonjwa. Tuseme kama hizi magonjwa za zinaa yenye tunaita chlamydia, kuna gonorrhea, kuna syphilis. Unapata hizi virusi zinachangia zile mbegu zinapunguka. Wakati wenye umepatwa na virusi kama hizo za syphilis, gonorrhea, chlamydia zinachangia mbegu kupunguka. Kuna wanaume wengine unapata kwa ile scrotum, sijui tuitaje kwa Kiswahili. Kwa ile scrotum unapata kuna mshipa imefura kwa ile scrotum. Na wakati wenye hiyo mshipa imefura, utapata damu haitaweza kuenea vizuri kwa mwili ama kwa ile sehemu ya siri ya mwanaume. Na utapata kwa ile testicle kutakuwa na joto mingi sana. Na wakati wenye kuna joto mingi, testicle haifai kukuwa na joto mingi sana. Sasa wakati wenye kuna joto haswa unapata ya kwamba ile joto inaathiri zile sperms. Na ikiathiri unapata zinapunguka. Hiyo ni sababu ingine ambayo tunaifahamu kama varicocele kwa lugha ya kisayansi. Kuna tatizo ingine. Kuna hawa watu wenye unapata labda mtu anatumia dawa za pressure, dawa za kisukari, pia hizo zinaweza athiri mbegu zako kutengenezwa. Ama production of sperm. Kuna wanaume wengine wanapenda kubugia pombe kwa kasi. Kama kuna maeneo ingine unapata kama maeneo ya Central, kuna yale maeneo hasa yanajulikana wanaume huko hawazalishi. Juu ya kwamba unapata ile pombe ama unapata labda wakati wenye mtu anatumia hizi dawa za kulevya, iko na a lot of chemicals zenye zinaathiri production of sperm. Umezungumzia sana upande wa kiume. Na upande wa kike na nini uchangia kuwa tasa? Kuna uvimbe wenye huo unatokea kwa uterusi ama uterus ya mwanamke, na yenye watu wengi wanaijua kama fibroids. Sasa unapata wakati wenye ile uvimbe imekuwa kubwa ama zimekuwa nyingi sana kwa uterus, unapata ya kwamba inaweza zuia mwanamke kupata mimba. Na in most cases utapata kuna mwanamke atasema anapata hedhi labda kwa mwezi ama inaenda wiki moja. Ushaisikia cases kama hizo? Unapata mtu labda anapata hedhi kwa mwezi moja ama hedhi zake zinaenda for 2 weeks ama 1 week. Hiyo ni dalili moja ya kuonyesha mtu anaweza kuwa na fibroids. Kuna wanawake wengine unapata mtu anasema anahisi uchungu wakati wa tendo la ndoa. Hiyo ni tatizo ingine yenye inaweza onyesha mtu ako na shida ya fibroids. Tunaweza sema wakati mwingine maybe vyakula ambavyo watu wanakula huenda zikachangia mtu kuwa na utasa, kuwa tasa. Both male and female. Yes. Kama pia unabungia pombe na wewe ni mwanamke, hiyo inaweza changia ukuwe mtasa. And then pia fibroids unapata iko associated na ulanji sana wa nyama, red meat. Sasa unapata wale wanawake wengi wanapenda taking red meat. Unapata ya kwamba ina facilitate zile fibroids zinakuwa. Ama unapata kuna wanawake wengine maybe wanapenda kutumia hii whole milk. Hii maziwa yenye unaweza weka for 60 days, 30 days. Pia unapata iko na kemikali zenye zinaweza changia zile fibroids zikuwe kubwa ama ziongezeke. Kulingana nawe wakati wote ambao umekuwa ukitibu haya magonjwa mbalimbali kama ugonjwa wa utasa ama ugumba, unaweza zungumzia nini kuhusu kile kiwango cha watu, yani wale watu ambao wanaokuja kupata matibabu
kutokana na utasa. Ukilinganisha wanaume na wanawake, ni nambari gani unaweza sema iko juu? Acha tuseme kiwango ni 50-50. Juu unapata watu wengi hawajui wanaume wanaweza kuwa na shida ya utasa. Lakini sasa unapata wakati umezungumzia mambo ya utasa kwa wanaume, ndio unapata mtu anakuambia daktari yenyewe mimi ndio nakuwa na shida. Lakini sana sana kwa kijamii ya Kiafrika unapata tunasema wanawake ndio hawezi zaa, lakini pia wanaume wako na hii shida. Kwa hivyo jumla ni 50-50. Yeah. Asante sana. Mwancho murigariri bano mnogenderete ko ibu n'umunyagitari tubwate gaiga ase studio yo kwandira iguru yo muchando obuo koibora ono muchando okonyorekana mono asaba sacha na boigo abasubati oyo beire gogochanda abange ndabuna beire ga gutumanya oyo no muchando okonyorekana ekero okonyora omusubati no musacha babere bagoswase ogekore kyo bwanchani asege kawe tani umwaka oyomo korende tibali koibora abana ase abeire ga gutumanyia buna nigo tubwate chia na chia obo gotay chomo chando yega bogo taibora yemo stage ntangani yo manyika inete ase munu wege songo primary stage na boigo secondary stage. Primary stage ni gato abere gutumanya buna nense meria iranyare kubweniwa na boigo secondary stage nense meria tanyare kubweniwa. Mwancho muri yete otranda sumutumo kumokeigo ekero trairane ndochikumanya manke mechando kirie gochiare twa ekero muntu abeira segeka atari koibora ndochikumanya na kiubo irobo igabora be gosomo chando yega orabe ko gotangwa gose gokonywa ngono mwancho murigere kero gende to gotobwate sense media ya YouTube Ndizi TV News na bagense media yo mutandao wa Twitter @Ndizi TV News ndoirane ero togendere kumanya mange korende chinga kechi gatgatara ndasu mutumukomoke. Ndizi TV ubwansu bwomugusi. Osmo Traders Limited neduka ye hardware ijweri miyumu chukisi eko nibintu au vyobwagachi asamugurinse mono nigo bubwate chi computer chikobrukane chirange nigwikere chiriuraganie boigo mbabwate sanitary wares echuchire chibakuli chichicho chisink nebindebinge mbabwate bintu byo gutumika gukora plumbing gusekobeke mifreji ya mache buna chipipe na boigo ni chitap mbabwate chichibot buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate chitiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo ijira se nyumba ya old Sansora building angenegete sinyekenene gechigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibere eye mukianda inye isano enoti inye isano nemo. Osmo Traders Limited, customer satisfaction guaranteed. Ndizi TV ubwansu bwomugusi. Muriye na ndembya munekero ngo kwarigana togenda n'umurubiri ubwo Okomenya Okuya n'umurubiri uto kwanira ritko lya rero igore umuchando bwo koibora umuchando bere gokororokana asaba swati na boigo asaba sacha twabere to kurigereria nara yaye gusina cyo umuchando yega okoretwa nabono gosebi manyererio mbiri bibiri nabono nigontete kumwarigania omugeni bweritko lya rero iro togendere kumanya amange gochimutuna ki umuchando kire gochiare tekero umuntu abwatu umuchando bwo gotaibora asegeka na inde gosena ki agochionyora obokonye. Karibu sana daktari. Asante. Tumezungumza mengi kuhusu hii shida ya utasa au gumba kwa wanawake na wanaume. Kama mtu amekuwa na shida ya kuwa tasa ama kuwa gumba, ni madhara gani ile mtu anaweza pata? Kitu ya kwanza ni utasa yenyewe. Utasa tumesema ni hali ya kutopata mtoto. So unapata kama uko na hiyo hali ya utasa, utakaa sana kwa ndoa kama haujapata mtoto. Sasa hiyo ndio madhara yake. Ndio. Kwingineko huenda kuwa tasa inaweza changia mtu kuwa na shida zingine ama magonjwa katika mwili wake. Sana hii inaweza patikana kwa wanawake and especially kama mtu ako na ile shida ya fibroids. Unapata kuna wale wanawake
ndio unaweza pata ujauzito ukiwa na ile uvimbe kwa uterusi ama ile nyungu ya kubebea mtoto. Sasa unapata kuna wakati itafika labda unaenda kuzaa ama unaenda kupata mtoto. Unapata mtoto anatoka na miguu badala ya toke na kichwa. Kwa jamii zingine utapata watu wanadhani hiyo ni uchawi, lakini si uchawi. Unaweza pata huyo mama labda alikuwa na hiyo shida ya fibroids before apate mimba. Haya, kuna watu wengine utapata ukiwa na zile fibroids pia zinaweza leta shida ya kufanyiwa upasuaji badala ya kuzaa na njia yenye inafaa, ile yenye tunaita normal delivery. Unapata lazima mtu afanyiwe CS. Hiyo ni shida ingine yenye inaweza kuja kama mtu ako na zile shida za fibroids. Ndio. Tunaweza sema kwamba mtu tuseme kama mwanamke amekuwa na hiyo shida ya utasa kwa muda mrefu. Umesema kuna shida ambayo inaweza ponywa. Na akiponywa ifikie mahali maybe amepata matibabu, anaenda kupata mtoto, amefanikiwa labda ameshika ujauzito na anaenda kujifungua. Hiyo inaweza changia ile mimba wakati ule mwanamke kuna ujauzito kabla hajazaa ile mimba kutoka. Ile tunaita miscarriage. Yeah. Kuna vitu zingine zinachangia mimba kutoka and especially kama mtu ako na ile shida yenye tunaita blocked fallopian tubes. Kama uko na hiyo shida yenye inaleta utasa, sasa unapata ya kwamba kuna zile mirija za uzazi zenye tunaita fallopian tubes kwa kimombo. Sasa unapata ya kwamba kama mrija moja ndio imefungika, umepata ile ectopic pregnancy. Hiyo inaweza leta shida kama miscarriage. Ama pia unapata yai haiwezi kuwa fertilized kwa ile mrija moja. So unaweza pata mtu amekuwa na miscarriage. Juu amepata mimba ya mshipa. Ndio. Na kwa ufupi unaweza zungumzia ni wakati upi ama ni miaka ipi ile mtu ambapo anafika kama hasa kwa wanaume? Ni miaka ipi ile mtu anafika anaweza gundua ya kwamba yeye ana shida ya ugumba ama utasa? Hakuna miaka yenye inaweza fanya ugundue kama uko na shida ya utasa ama ugumba. Shida kuu ni wakati wenye umeoa, umekaa kwenye ndoa, lakini umejaribu kutafuta mtoto haupati. Sasa hapo ndio tunaweza jua uko na shida ya utasa, lakini haikuji na miaka. Sana sana utasa inaweza kuja na miaka kwa wanawake, lakini si kwa wanaume. Ikiwezekana mtu amekuwa na hiyo shida kwa wakati mrefu, ametembelea hospitali, nyinyi kama madaktari mnajuaje kwamba huyu mtu amefikia mahali au utasa wake anaweza ponywa ama hataponywa? Inategemea ni nini haswa imechangia ile utasa. Kama ni shida kama ile ya fibroids, itahitaji ufanyiwe ultrasound, tuweze kujua ziko kubwa kiasi gani ama ziko ngapi kwa ile uterusi wako, na hapo tutaweza kukupatia dawa za kushrink zile fibroids. Lakini kama unapata zile fibroids zimekuwa kubwa sana, kuna matibabu ingine yenye tunaweza kuambia uende ufanyiwe upasuaji ndio uweze kutolewa zile fibroids. Kwa watu wenye wako na blocked fallopian tubes ama zile mirija zao za uzazi zishafungika, unapata ya kwamba kuna dawa zenye tunaweza kupatia pia iende ifungue zile mirija zenye zimefungika. Tumeona kwamba unapata wakati mingi kuna sana kwa upande wa kike, wasichana wadogo labda wanapanga uzazi wakiwa wadogo, katika umri mdogo, maybe unapata hawajamaliza shule. Tunaweza sema hii uchangia pia mtu kuwa tasa katika maisha ya mbele. Ndio. Kwa sana inachangia kwa hiyo shida yenye tumesema fibroids. Ndio maana unaambiwa kama haujaolewa, zuia kutumia zile dawa za kupanga uzazi. Juu unapata huwa zinaweza leta hiyo shida kama fibroids, na unapata wakati wenye umeshikwa na hiyo shida ya fibroids, italeta shida kwako kupata mtoto. Juu wakati wenye unatumia zile dawa za kupanga uzazi, unapata huwa zina alter na your hormones. Sasa wakati wenye zile hormones zimekuwa altered, ndio inapatia zile fibroids wakati wa kukua. Na tunasema kuafya mimba, je,
kwa asa kwa wanawake. Mtu unapata wakati msichana maybe ako na umri wa miaka 18 kibahati mbaya ameshika mimba kaafya, akifika umri mwingine kaafya mimba, tuseme mtu ameafya mimba mara kadhaa, hiyo pia inachangia mtu, inaweza changia juu unapata ya kwamba kuna wakati mwingine mtu anaavya ile mimba lakini wakati umeavya ile mimba haijatoka yote, unapata kuna mabaki yenye inabaki kwa uterusi wako ama imebaki kwa fallopian tubes, na wakati wenye zile mabaki zimebaki kwa ile fallopian tubes zita cause blockage kwa ile fallopian tubes, na venye nimesema hapo awali unapata ya kwamba kama zile mirija zako ama zile fallopian tubes zako ziko blocked, unaweza kosa kupata mimba. Sasa unapata kama mtu ametoa mimba ama ameavya mimba na haikutoka yote, kuna mabaki yenye imebaki, inaweza funga zile mirija na utapata inaweza ashiria wewe kukosa kupata mtoto. Na hivyo wakati mtu ameafya mimba, hiyo shida yote imetokea, anaweza saidika ama hiyo itakuwa tu haitaponywa? Ndio, unaweza saidika. Kama umekuja kwa kliniki yetu tumeweza kubainisha ya kwamba labda ile milija ilifungika juu ya zile mabaki zenye zilibaki kwa milija yako, tutaweza kukupatia matibabu ya kufungua zile milija na unaweza pata mtoto. Asante. Mwancho murigeri bano mnogendrete kuigwa uyu no muchando gwo kuibora uyu gutuka sabasacha na wigo abaswati uyu togendrete gukwanira ritko rya rero na kwaigure munyagitari nigabeire ga gutumanya buna mechando ne menke egochia yaretwa no muchando uyu gwo taibora anenekero okonyora abaiseke abana banyaruka bakorusia amarito abakonyora kero kendo mwana munyaruka onyoriro burito obaga kurusia ekero ayekore bunekeo korekana ase ritke mo gusaserinde asa matukamange gusasa chinga kinyinge ekyo nigo kera muirere koba atari ko twara gusea gutwara umuchando gwo gutaibura nabigo obutumeki bwa mariogo yoko bankoro iboro gose family planning narona ngo cyare airera umuchando buno yo koenekiwa munene ase abana banyaruka ono mancho murigere buno gendrete koiwa ino muchando bono obeire go koenekiwa ase amatukamange na buno munyagitara bago tumanya buna nigo abanta bange kiwango keria kyabasacha nabo igo abasubati bali bagutwara umuchando yo nigo erengaine go no tobosa ko buga buno ino muchando gose tobosa go kagera buno ino muchando ogotoka asa abasubati boka gose ase abasacha boka ono murobero Okomenya Okuya murobero togendrete go kumanyia iguru yamangana ayo mechanere gotoka se mibere ya mwanyabanto nabo igo amarwaire iye chingencho au tetuko mwariga nendo munyagitari eritogendere kumanya manke ko kwatikana no muchando yo iga bwo kuibura. Karibu tena daktari. Asante. Umetufahamisha ya kwamba kupanga uzazi, kuafya mimba huenda zikachangia katika kufanya mtu kuwa na utasa ama kuwa tasa katika maisha yake yote. Ni jinsi gani unaweza kama msichana ama mwanaume unaweza kujikinga ama kulinda mwili wako ili usipatwe na shida kama hii? Aya, kuna zile shida zenye unaweza pata zinachangia kwa hiyo shida ya utasa and especially kama ushaipatikana na hii maradhi ya zina yenye tunaita sexually transmitted diseases. So ni vizuri uweze kujizuia kupata yale maradhi. So kama unapata kama yale maradhi kwa wanawake inaweza fanya zile fallopian tubes ziblock. Na venye tumeongea hapo awali unaweza pata kwa wanaume pia inachangia zile sperm count inaenda chini. Sasa njia moja ya kujirinda ni wewe mwenyewe ujilinde. Usikuwe na more than one sexual partner. Sijui niseme hivyo. Ni vizuri pia kama lazima uende nje utumie kinga pia. Hiyo itakuwa njia mwafaka sana ya kuweza kuzuia shida kama ya utasa ama shida ya ugumba. Pia kama unatumia dawa za kulevya ni vizuri upunguze ama uache kabisa. Tunapata the more unazitumia the more zinaweza leta shida kwa hii shida ya utasa ama ugumba. Ni wakati upi mtu anafaa kuwa tuseme ni wakati gani mtu anafaa kutembelea hospitali ili kuangaliwa kama kuna shida ya utasa? Kama umekaa kwa ndoa kwa mwaka mmoja na umekuwa ukijaribu kutafuta mtoto na labda umekuwa na bwanako
si eti bwanako anaishi Kisii na bibi anaishi Mombasa. Kama mmekuwa kwa pamoja kwa muda wa mwaka mmoja na mmekuwa mkitafuta mtoto na hamwezi pata na hakuna kinga yote mwanamke anatumia, ni vizuri uweze kukuja kwa kliniki yetu ndio tuweze kujua ama hiyo shida iko ama imechangiwa na nini haswa. Ni daktari yupi hasa anafaa kuangalia ama kutibu shida ya utasa? Ni gynecologist. Kwa wanawake tunawarifa kwa gynecologist. At least ndio unaweza kuangaliwa. Huyu ni daktari yupi? Labda kama unaweza kutueleza kwa kina. Ni daktari mwenye anashughulika na mambo ya wanawake. Mambo ya uzazi pekee kama? Yeah, mambo ya uzazi haswa. Pekee yake kwa wanawake. Sababu ya muda daktari, nataka jambo lako la mwisho ambalo nataka ungependa kuambia mtazamaji jinsi ya kujikinga ama kujilinda kutokana na hii shida ya utasa. Naweza sema ugumba uko na tiba. So kama umekuwa kwa ndoa kwa muda wa mwaka mmoja na hujaweza kufanikiwa na mtoto, unaweza pata tiba. Na pia ni vizuri pia unajizuia wakati wenye unaingia kwa tendo la ndoa, ndio tuzuie hizi maambukizi zenye zinaweza fanya mtu akwe na hii shida ya utasa. Yeah. Unaweza pia kuzungumzia jinsi ambavyo mnatibu ugonjwa katika kliniki yenu, mtu atawapata wapi? Kama uko maeneo ya Kisii, tunapatikana kwa building inaitwa Capital Building. Iko just opposite National Bank every Thursday. Kama uko maeneo ya Kisumu, tunapatikana siku ya Jumatano karibu na banki kuu ya Family Bank. Kama uko maeneo ya Homa Bay, tunapatikana karibu na Homa Bay stage just opposite. Ukishafika pale upige simu utapokelewa vizuri. Kama uko maeneo ya Oyugis, tunapatikana kila Ijumaa karibu na KWFT Bank. Yes. Mwancho murigariri bana una kwa iguru n'umunyagitari ya Lydia Mdoni korwase kliniki ya Suluhisho ine nyagitari gutoka se SM sasa magachari ya Capital ime yo mucyobo songo nani gabereka gukwaneregero mucando bwo koibora au yorase abasacha naboigo abaswati na kwa iguru ni gabereka kurobo semya ase baria gusasa abantu bonsi kweneke buna ngwetanga bare kurwase ebintu au nanene buna obutumeki bwa mariyo yo gutindia egati yebinde binge birerero muntu kota wose wetanga kurwase okonyoro muchando bwo gutaibura uyu n'umuchanda atayirwa igoko bagokoretwa na marure kingencho au anenekero egekore gose ariakoretwa ariakwambukirwa nebikore byo bwanchani ekero umuntu atabwa gusabere gakonyora mariyo amarwa irayo nigo era muirere gutaba nechinguru gose no gutwara umuchando bwo gutaibura yobo no mancho murigereria na kwaiguru n'umuchando omonene uyobero kweneke wasaba ntabange ntere biya abantu kwerenda eriyo kotanyorwa n'umuchando yiga bikachinga kichinda somurubere ubwo Okomenya Okuya ni wa kabiri na nchi Evelyn Osero ekerongo kwenyerona na bugoto bwa sense media ya YouTube Ndizi TV News na wega somutandao Twitter wetara @Ndizi TV News.